Una deni yake ya Mungu. Una deni ya Mungu. Sina. Kazi yangu ni kuhubiri, ya kuokoa ni nani? Yake. Usije ukasema ati nilihubiri watu 300 wakaokoka. Wewe uliongea, yeye ndo aliwashawishi, ni kazi yake. Na ujue mbinguni tutaingia watu wangapi? Watatu tu. Aina 3 ya watu. Mimi ndo nitakuambia leo. Na mimi niliona kwenye maono. Nilimuuliza Mungu siku moja, alikuwa maombi siku 40. Tunaingiaje mbinguni? Mungu akanionyesha mtu wa kwanza ameingia kwa bingu, ameinama chini, akatembea makilomita, akaenda akakaa kule. Mtu wa pili akaja akiwa anarukaruka kidogo, lakini akatembea akakaa kule. Mtu wa tatu akaingia, akavalishwa mataji, watu wakaimba wote, wakafurahi, akakaa pale mbele. Mungu akaniambia, chagua unataka ipi. Nikauliza, huyu mtu wa kwanza ni gani? Akaniambia, huyu mtu ni mtu alikuwa ananijua, akakataa kuokoka. Akapata ajali, akajua anakufa. Akasema, Bwana Yesu niokoe, Bwana Yesu niokoe. Ukishaokoka tu unaenda mbinguni, lakini hautakaa pale wengine wanakaa. Rafiki yangu, haiwezekani wewe umtumikie Mungu miaka 20, alafu jamaa amelewa, akapata ajali, akasema Yesu nisamehe, mwende mkae siti moja. Haiwezekani. Siti ni different. Akaniambia, huyo wa pili alikuwa ananijua, anakaa kanisani na hanitumiki. Huyu wa tatu alinitumikia. Wale wanavalishwa mataji, wanapali, wanakaa. Haiwezekani. Mungu si mdhalimu. Wewe ulewe, ufanye kila kitu, ukatae kuokoka, unajua injili, upate ukimwi, alafu saa kufa useme Bwana Yesu Kristo nisamehe, alafu Yesu akusamehe. Mimi nimeteswa, nimehangaika, nimekufa, tutaenda bingu moja. Bingu ni moja. Lakini pahali ya kukaa tofauti. Wataji 5 watakaa upande huu, wataji 4 watakaa huku, wataji 2 kule, wataji 1 mule. Ilifikaje ukatoka Somali juu? Mara ya pili, ya kwanza